Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Mimi nije kwenye eneo la kuoa. Shekhe amesema ukiwa na uwezo. Sasa kuna vijana wanaoa mke mmoja, lakini shughuli anaifanya mnadani, mke anashindwa kuhimili shughuli za ule bwana, hammalizie hamu yake. Hiyo moja. Ya pili, tulipata masikio sio Somali. Na hizo bwana mmoja alikuwa maskini, akawa na mke mmoja, akaenda kwa Rasuli kumwambia bani maishani na kumwambia ongeza mpaka alipokea mke wa 4. Kwa hali hiyo kimatokeo yake akawa watoto ni mazuri. Sasa hii hekima ya sisi hatuwezi kuoa watu 4 kwa sababu ya au dini au wewe. Salamu alaykum Baik, kama nitakuwa nimefahamu vizuri, yani mtu ameoa lakini mkewe hamtoshelezi, kifupi kama hivyo, bwana mume yule anapata hamu ya yule mwanamke afiki hamu yake. Sasa inaruhusika yule bwana kuongeza kwa sababu hali ndio ipo. Kwanza naona ni jambo ambalo taswira yake sijui niendelee kuuliza au vipi, taswira kwamba toshelezi. Sasa toshelezi kwa maana tendo halitendeki kabisa au linatendeka lakini inakuwa juu tu au ni vipi? Kwa hali zote falsafa kujijua kama hili kwa watakao kulalamika atoshelezeki ni mwanamke. Sawa, ndio kanielekea vizuri kwamba ni kwamba yani mwanaume ana nguvu zaidi kuliko mwanamke. Tayeb, sawa, nimeelewa vizuri na jambo litakuwa jepesi. Ikiwa ni hivyo na mke mwenyewe anarealize kwamba hatoshelezi, mume yuko zaidi, mume hakatazi kuoa, lakini lazima tumwambie kwamba huyu mume na yeye mara nyingi wanaokuwa hawatoshelezeki ni wanawake, sio wanaume, kwa sababu sisi hisia zetu zote zinatoka mbegu ya manii. Hakuna kingine tofauti. Wanawake walioumbwa matamanio yao ni mengi, kama wanachuoni wa jinsia wanatuambia 99, sisi yetu ni moja tu. Sasa wale mke anaweza kustarehe na mwanamume kwa kumwangalia, kwa kumshika, kwa yani hivyo, lakini sisi mwisho kabisa kusudio kubwa na testi kubwa tunaipata ni pale anapotoka mbegu za uzazi, kwa manii. Sasa na mbegu za uzazi wewe una uwezo, lakini na mkeo pia hajakuwa na nguvu ya kutosheleza. Huyo mkeo ndio njia nyingi za kufanya ili wewe utoshelezeke, sababu anaweza akatumia kefia nyingine kama mikono yake, kama wewe utoshelezeke. Tusiende mataifa kwamba kutosheleza lazima yeye kuingia katika fachi. Kuna njia nyingi kwamba za kumfanya mume atoshelezeke, lakini mwanamke hana njia ya kufanya atoshelezeke isipokuwa mwanamume awe na stability ya kufanya mke aweze kumwaga nguvu zake za uzazi kabla ya mume. Ikiwa mume anayo capacity hiyo, basi mke yoyote atafurahia ndoa yake hiyo na ataona mume ni bora zaidi. Lakini wengi wanachukua ni baadhi wanaume hawezi kuwa na nguvu kama hiyo. Mara nyingi wanaume wanakuwa pesa kutambulia wao, hata vile kwenye mudaaba na muraba, mara nyingi wanaume wanakuwa pesa kutambulia wao. Ndio maana nasema swali hili linakuwa kidogo lina hukumu kwa mwanaume kama ndio yeye hatoshelezeki. Inawezekana tu baada ya jambo la jinsia alielewa vizuri, ndio maana ameka haraka kwamba hatoshelezeki, lazima nipate mwanamke mwingine ambaye labda mwenye kwenda zaidi ya masaa mengi, wakati yeye kumbe ndio mwalimu anaweza akajitosheleza bila yule mwanamke kupata hisia yoyote. Na ikiwa kwamba hakuna
budi kufanya hivyo, basi ulifanye kwa hikma, kwa sababu kama yule mhubiri hawezi kutoshelezea wewe, kosa limeanzia kwa wewe mwenyewe. Ndio maana Mtume anasema ikhtaru liqafikum, chagueni kwa kuweka mbegu zenu za uzazi, kwa maana kwamba mke unamwangalia huyu anaendana na mimi au haendani na mimi, sio mjaradi tu kwamba hata ndio maana wengine tunaambia wazee wachagulie wake, kwa sababu wazee wanaangalia vitu kama hivyo, wana elimu zao, akiangalia pua ya mwanamke, akiangalia vidole vya mwanamke, akiangalia viganja vya mwanamke. Hii elimu sasa ya kusoma viungo imekufa, imebakia sana kwa watu wa security, lakini zamani ilikuwa ni elimu ya kawaida. Hata mashehe wenyewe wachache wanazijua elimu kama hizo, akinasiri akizijui, lakini hata kitabu tupa wewe ni kitabu unasoma, unaona unajua huyu ana shida hii ya hii, ana raha hii, yani kwa hiyo mbele yako ulivyo aliyotuma Mwenyezi Mungu tunajulikana. Sasa ilipotoka mwanzo ndio nilikuwa mimi na tatizo, kwa sababu haendani na mimi, haendani. Kisa ushafanya ndoa na vitu vingi hizo hekima. Sasa unaendelea kwa taratibu, kama ukiona akikubali jambo la kueleza, unaeleza, alikubali, unafanya masiri pembeni, na wewe kama huna uwezo, Mwenyezi Mungu atakutolea njia. Unajua kitu kimoja lazima tujengee somo, kila kitu upelekee Mwenyezi Mungu. Wewe unajua mimi nguvu zangu niumba au mtu wangu dhaifu, basi nitolee njia, atakuletea uwezo. Mambo ya mapesa zake huko, mambo ya kasahali, ukawa umeshasitirika nini, sio kuja kutoka huko bwana, mimi simwezi anitoshelezi, basi yule haraka tena mwanzo kuhangaika na tafuta update kwamba ujue utajitosheleza vipi, hasa kwa wanaume. Sisi ndio walimu wa jambo, na tujue tunakwenda vipi ili jambo likae vizuri. Swala la pili akasema, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imepokelewa kwamba alikuja mtu wake anataka aizake duni, akamwambia alikuwa mtu wa pili, alikuwa ni zaidi kali ya tatu zaidi wanne, ndio ikawa pesi. Wala hadithi haiko katika siha, haiko katika usahihi, lakini tukichukulia maana labda ndio hadithi hiyo imesihi, tukichukulia maana yake tunasema kwamba kuna vitu Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya khususiyati, vitu vya kuhusisha mtu fulani na mwingine aliapply. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anamjibu mtu kuangalia situation yake. Naweza kujua kwamba bwana, wewe mchana wa Ramadhani unatoka mshumu, na wewe unataka wewe usimshumu mkeo mchana wa Ramadhani, anaangalia ahwali ya za watu wakiingia. Hata yule ambaye alifanya kosa la kuingilia mkeo mchana wa Ramadhani, sheria ikubali kwamba usitoe kafara, lakini alikwenda kwa kafara akala mwenyewe, ile kafara yenyewe akalele mwenyewe ambayo alifanya. Sasa hivi huwezi kusema kwamba hii ita apply kwa wote, maana kwa ndio watu kafara na uwezo akapewa tena na Mtume atoe walau afute ile kafara. Sasa si ndio maskini kwa basi kwamba wewe kale wewe zote ile kafara yenyewe kabidi akarudisha yeye mwenyewe. Sasa hizi ni hali maalum au hususi kwa watu wa uwezo kuangalia sehemu zote, kwa sababu sahihi kwamba unapokuwa una matatizo, njia nzuri kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Sasa tunajua ndoa ni sehemu ya kuomba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama una matatizo na shida, unaweza kujikurubisha na Mtume sasa anatuambia watu watatu wa kafara ya Mwenyezi Mungu, watu watatu. Mmoja wapo ni nani? Anayeoa kwa ajili ya kujihifadhi na zina, anayeoa kwa ajili ya kujihifadhi na Mwenyezi Mungu, hata kuwa ni fakiri atamsaidia katika maisha yake. Na Mwenyezi Mungu katika Qur'an anatuambia wale wenye uwezo waozeshe wasiokuwa na uwezo, waakimul ayama minkum was-salihin balikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihim Allahu min fadli. Wale ambao wana uwezo na wasione dhiki ya tahabu kuwezesha sio na uwezo sana, asante kuwezesha itakuwa dini kwa pesa nimishe chakula. Mwenyezi Mungu atampelekea njia, lakini usiwache watu wakaishi ubachela au wakaishi wanafanya hali ya uchafu wa zina. Mwenyezi Mungu atawatolea njia, kwa sababu hii ni. Sasa kwa ajili ya hilo ndio kuona kwamba
yule pia alipewa sababu kama hizo, kwamba kama hali ngumu aoe, lakini sio kwamba ile inaapply kwa watu wote, kwa sababu sisi wenyewe sio watu wa kutahamu na sio watu wa subira. Huyo mke alikuwa anaambiwa kipindi hicho aolewe, atakuwa hana kitu. Sio mke wa sasa hivi utasema kwamba aolewe atakuwa hana kitu. Wewe una kitu tu unayumba. Anaangalia mwenye kitu zaidi ni nani? Wanawake zetu sasa hivi. Leo unacho kitu lakini anaangalia mwenye kitu zaidi. Hajui kwamba ile ndoa ni ibada au stara amesirika hapo hiyo. Kwa hiyo uwezo ukasema kwamba hii itafaa kwa wakati wetu. Hii inaitwa hususia Nabii sallallahu kwa watu ambao walikuwa wameishi nao, walihusisha jambo kama hili, na wao wakasema haliwezi kuapply kila sehemu. Ndoa ni ibada, lakini tuiendelee kwa njia ambayo fanisi. Ukiambiwa kwamba njia ya kuongeza mke tu na kufunga pia iko ukifunga na kupunguza nguvu yako, sio matamanio mengi, basi tena kufunga sunna za sunna zinatamani ndio wanapungua. Yule mke ambao unaona kidogo haendi sawa, hatakuwa anakutosheleza na kitu chochote. Tuelekee Allah Subhanahu wa Ta'ala anatolea njia ili maisha yetu yaendelee vizuri. Hapa ndio uwanja wa kucheza hesabu, tutaenda kuipata siku ya Kiyama. Kwa hiyo makini sana. Mara nyingine jambo la kheri lakini linakupeleka kwenye shari, mara nyingine jambo la shari linakupeleka katika kheri. Allahu Ta'ala a'lam.